Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu, niwaombe utulivu kwa muda mchache tuweze kuelekezana baadhi ya mambo. Hivi ni kweli wale ambao wamefunga leo hawatozipata zile fadhila alizozieleza Allah subhanahu wa ta'ala? Hawawezi kuzipata zile fadhila alizozieleza Mtume sallallahu alayhi wasallama? Hivi ni kweli? Amunisikilize vizuri, narudia tena, hivi ni kweli wale ambao wamefunga leo, mojawapo nikiwa ni mimi, hivi ni kweli hawatozipata zile fadhila na ule ubora na daraja na utukufu alioutaja na kuueleza Mtume sallallahu alayhi wasallam? Hivi ni kweli? Kwa makini, chakata kwa kutumia akili yako. Allah amekupa akili uweze kuchakata. Mtume sallallahu alayhi wasallam, nalianzia somo langu hivi. Mtume sallallahu alayhi wasallam dhakara yawma al-jum'a, siku moja katika uhai wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sikiliza vizuri unihoji. Katika uhai wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, dhakara yawma al-jum'a, aliitaja siku ya Ijumaa kuwaeleza ashabu. Alipoitaja ile siku ya Ijumaa akawaambia, fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala shay'a illa a'tahu iyyah wa ashara biyadihi yuqalliluha. Sallu ala nabi. Mtume aliwaambia masahaba, siku ya Ijumaa kuna kitambo. Leo somo letu leo likoje? Somo letu hivi ni kweli waliofunga leo Ijumaa kulingana na muandamo wa mwezi katika maeneo yetu, hivi ni kweli hawatopata zile fadhila na ubora aliyoueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam? Umekwisha kweli?
Sasa Mtume alipowaeleza wale masahaba kwamba ndani ya siku ya Ijumaa kuna kitambo, fi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun, ndani ya siku ya Ijumaa kama hii ya leo kuna kitambo maalum. Kitambo hicho mja yoyote Muislamu hatokipata kitambo hicho, hatokiwafiki kitambo hicho, hali ya kuwa amesimama anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala chochote, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atampa hicho anachokiomba. Yani ndani ya siku ya Ijumaa kuna dakika maalum. Kama itatokea wewe ndani ya dakika zile umekutana na zile dakika zile zimekukuta, unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala chochote cha heri, zile dakika zikakukuta wewe unamuomba Allah chochote, zile dakika zikakukuta, kile kitambo kikakukuta, ukawafikiana na kile kitambo, unamwambia ya Rabbi naomba pepo, nijalie pepo. Ya Rabbi naomba unifungulie bongo langu. Ya Rabbi mimi nikihifadhi dakika 2 zimetoka, naomba zikiingia zibaki pale pale. Ukaswalifu kitambo hicho. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema illa a'tahu Allah iya, Allah atampa. Siku gani? Tuko pamoja darasani. Siku gani? Siku gani? Siku gani? Mbona mtaki kuniunga mkono? Siku gani? Wa ashara biyadihi yuqalliluha. Mtume katika kuwaelezea wale masahaba akaashiria kwa mkono wake, akaashiria kwa vidole vyake, akionyesha kwamba hizo dakika si nyingi sana, ni chache, hicho kitambo ni kidogo. Wanavioni watu wa ilmu wakafanya jitihada ya kukitafuta hiki kitambo ni kuanzia saa ngapi. Pakawa pana kauli nyingi, sikilize vizuri shehe unihoni, pakawa pana kauli nyingi sana, lakini miongoni mwa kauli hizo moja inasema hiki kitambo kinapatikana pale anapokaa khatib katika mimbari, pale khatib anapopanda katika mimbari, pale khatib anapopanda katika mimbari kwa ajili ya khutba, kuanzia wakati ule mpaka kubalizika kwa ibada ya swala. Singwambie ya maskini ya Rabbi, pale anapopanda khatibu, baadhi ya ulama wamesema ni kuanzia pale mpaka imamu akipoa salamu, hapa katikati hapa hicho kitambo ndio kiko hapo. Hiyo kauli nyingine yasema ni baada salatu al-asri mpaka kuzama kwa jua, na kauli nyingine nyingi zipo. Sasa twendeni darasani kwa pamoja, hebu tuibebe kauli moja. Ni pale anapopanda khatibu katika mimbari kwa ajili ya khutba, na mwisho wake pale inapotolewa salamu na imamu katika swala hiyo ya Ijumaa. Tanzania kuna misikiti mingapi ya Ijumaa Tanzania?
Naomba msikilize vizuri. Tanzania kuna misikiti mingapi ya Ijumaa? Jamani, Tanzania kuna misikiti mingapi? Kenya kuna misikiti mingapi? Uganda kuna misikiti mingapi? Haya, imetokea leo kabla sisi hatujaingia kwenye Ijumaa. Sikiliza vizuri. Kabla sisi hatujaingia kwenye Ijumaa. Ijumaa ni baada ya kupondoka jua. Yaani Ijumaa inaanza baada ya kupondoka nini? Jua, kama dhuhuri ilivyo. Hivi umewahi kufuatilia duniani? Hakuna nchi ambayo wao leo hii ya jana, leo jua limepondoka na wameingia katika Ijumaa na wamehutubu na wameswali na wametoa salamu kabla nyinyi hamjaingia katika hutuba na kuswali. Hivi hakuna nchi yoyote ya namna hiyo nyewe mnasoma? Ajabu gani? Kile kitambo watakuwa wamekipata, kama tukasema ni kati ya kupanda khatibu mpaka kutoa salamu, watakuwa wamekipata hawajakipata? Wamekipata kabla ya nyinyi hamjaingia kwenye Ijumaa. Akili iko sawa sawa? Sitaki utumie akili ya mtu, chakata kwa kutumia akili yako. Kabla nyinyi hamjaingia, watu wameingia na wamemaliza. Kama tutachukua hii kauli ya kwamba kile kitabu ni pale anapopanda khatibu na mwisho kutoa salamu, tuchukua hii moja, kuna watu wameingia katika salati Ijumaa, khatibu kahutubu na wamesalisha na wameshatoa salamu. Manake wale wameondoka na hicho kitabu, hawajaondoka na hicho kitabu. Nyinyi mnacho? Nyinyi mnacho? Nyinyi mnacho? Watu walisimama jana. Sio, mnanielewa? Nyinyi mnacho? Au kwa sababu wale waliomaliza kule Ijumaa hata ameshindwa na kile kitabu kimemalizika tena, hakuna jipata? Wale walioswali kule kama wamekipata kile, sinarosha kipata, wameondoka hawajaondoka katika Ijumaa, nyinyi ndio mnaingia kwenye Ijumaa sasa. Mnacho? Hakuna kwamba mnapokwama hasa ni wapi mpaka ionekane kwamba ati nyinyi leo mliofunga leo hamwezi kupata hayo masala. Mwakabanya hivyo. Unajisumbua kuzi hapo. Mimi kwa hapa ndugu zangu wote, oyo asiyamu fil asli yataallaqu bizamani la bil makani. Asiyamu fil asli yataallaqu bizamani la bil makani. Funga toka asili haifungamani na eneo. Asiyamu fil asli la yataallaqu bizamani la bil makani. Funga toka asili uhusiano wake
uko na zama na nyakati, hakuna uhusiano na mahala. Kwa nini Dodoma sio kila siku? Dodoma sio tu. Mbona mfunge Ramadhani? Sielewi. Mbona mfunge? Haya, wale mabwana walioenda kusimama jana, kwa nini wasiende kusimama juzi? Wale walioenda kusimama jana, kwa nini hawakwenda kusimama juzi? Lile eneo lilikuwa haliko. Nilikuwepo. Sasa kwa nini wasingeenda kusimama juzi? Lile eneo halikuwepo. Kwa nini hawakwenda kusimama? Wanaupata huo wakati kwa kupitia nini? Shida iko wapi? Mnashindwa kuamini walimu wenu. Hawa walimu wenu hawajasoma. Mnashindwa kuamini walimu wenu wanasoma. Sheikh, nikupe mfano. Rasulullah katika masjidi tunasamehe kidogo. Ikatokea Mwalimu Rajibu, wewe Tanzania tumeuona kabla ya Maka. Ikatokea Tanzania tumeuona kabla ya Maka. Hakika tumeuona kadiria hiyo. Tumeuona kweli ule, lakini kabla ya Maka sisi tutaanza kuhesabu moja. Wao kesho ndio wanauona, watahesabu nao ni moja. Sisi wakati wote tunataka tutafika sisi 9 kabla ya ndivyo sio. Tukiwaambia jamani sisi tuliuona kabla yenu, na leo sisi ni tarehe 9, nendeni mkasimame Arafa. Leo kweli sisi tumeuona leo ni tarehe 9, nyinyi huko kwenu tarehe 8, tukawaambia huko tarehe 9 nendeni mkasimame kule kwenye lile eneo. Watakwenda kwani na wewe na wasije kupata eneo liko? Au ndio jambo gani? Yaani mkawaambia kwani nyinyi mmeuona, wao nyinyi mmewatangulia, alafu mkawaambia sisi tumeuona leo tarehe 9, nendeni mkasimame Arafa, nendeni kwenye lile. Watakwenda kwani na wataki kwenda na nyinyi mmeuona? Leo aliyefunga leo yeye yuko sawa sawa 100%. Sio la kusa yale 100% duniani. Mtume alimuoa Hafsa mwaka wa 3 Hijiria. Nisikilizeni wazee wangu, yaani ni kwa sababu hatutaki tukaa na sisi kesho ndo tusalimu, na itakuwa hivi kweli, na ndio hivi sawa sawa inayoendana na kitabu na sunna. Unataka hivi gani hiyo kesho ndio hili ambayo inaendana na kitabu ndio inaendana na Qur'ani. Faman shahida minkum shahra falyasumhu al-fitru yawma yufṭiru an-nas wal adha yawma yubashshiru an-nas. Hafsa ameolewa na Mtume mwaka wa 3 Hijiria, hakuna hijab. Hafsa huyu asema hivi, 4 lam yakun yad'uhunna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam siyamu yawm Ashura. Mambo manne Mtume alikuwa hayati. Moja ni funga ya siku ya Ashura. Funga ya siku ya Ashura, walikuwa wanaipataje ile siku ya Ashura? Walikuwa wanaegemea kwenye egemeo gani mpaka waipate ile siku ya Ashura?
ambaye ni mwezi 10 Muharram mfungo wa 4, walikuwa wanaipataje kama si kuegemea mwandamo mwezi? Watu wasiofurudi, usivurugike, uko sawa. Wal ashr, na haya masiku 9 pia Mtume alikuwa haachi kuyafunga. Anayesema hivi nani? Mke wa Mtume anaitwa Hafsa, ambaye ameolewa na Mtume mwaka wa 3 Hijiria. Wakati huo mwaka wa 3 hakuna hija, mwaka wa 4 hakuna hija. Ni kina nani alikuwa akifunga ile yaumu Arafa? Mtume alikuwa anafunga kwa kutazama kina nani, kama si kuangalia tarehe na kuandama mwezi? Ayu asiyam aswalatan la yata'allaqu bil kama kile kitambo na nyinyi mmekipata hiki cha Ijumaa, na hali ya kuwa kuna watu waliotangulia na wamekipata huko, na nyinyi mtakipata. Ni vivyo hivyo mpaka kwa Arafa. Wassalamu alaykum wa